Leo tupo na mwanamama ambaye alisalitiwa, alifanyiwa kitendo cha kikatili na cha kinyama na mwanamke mwenzie. Ni kitu gani ambacho kilitokea, ni mambo gani na namna gani ambavyo ilikuwa, salia nami. Lakini kukumbusha kwa wewe ambaye mara ya kwanza kuja katika channel hapa, basi chini ya video hii utaona maneno yameandikwa subscribe, hakikisha unabonyeza hayo kisha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kwa familia hai kutokupitwa na mikasa updates na matukio yote ambayo siku zote nakuwekea. Wanasema binadamu ndio wabaya kwenye ardhi hii ambayo pengine Mwenyezi Mungu ametupa utawala. Na pengine binadamu hao ndio waga wanatusababishia sisi tunaingia majaribuni ama matatizoni kwa namna moja ama nyingine. Ni mkasa mzito ambao pengine utakufanya uende kumwaga machozi ama kulia na kujiuliza kwamba kwa nini binadamu mwenzake amfanyie mwanamama huyu kitendo hiki cha kikatili ambacho amemfanyia. Madam mzima? Mzima. Hivi kwa yule ambaye anakuona mara ya kwanza mbele ya kamera, kwa majina yako unaitwa nani? Kwa majina yangu naitwa Irene. Irene. Yeah. Kitu ambacho ulifanyiwa ni kitu kibaya sana. Kabla hatujafika huko, umejifunza nini kwenye maisha haya ya watu ambao wanadai kwamba wao wana uwezo wa kusaidia ukafanikiwa kimaisha? Umejifunza nini? Labda niwaambie wanawake wenzangu, panapotokea labda kuna mtu anakuambia kuna kazi sehemu fulani, hebu tujitahidi kuifanyia uchunguzi kwanza hiyo kazi, na inabidi umuhoji maswali mengi sana, kwa sababu yasije yakawakuta kama yalionikuta mimi. Yeah. Si watukani dada zangu, lakini tuna dada zetu ambao huwa wanaenda sehemu nyingine na nyumbani, wakifika mjini wanaanza kuwa wanauza pombe club au wanauza bar. Kwa lugha za mtatu napenda kuwaita barmaid, lakini ukiwauliza dada unafanya nini huko, anakuambia anauza duka. Wanapokusikia wakati huu unatamani waambie nini? Watu ambao wanadai kwamba wanauza duka, wanakuambia mimi nauza duka la nguo, lakini ukiangalia kumbe anauza bar. Unamwambia kitu gani? Kumwambia na mshauri tu, kwa sababu kazi ni kazi, lakini awe makini na kazi yake, japo ni kazi ambayo mtu ukimwambia kwamba nafanya kazi fulani, wapo ambao wanafanya kazi kwa ajili ya mambo yao binafsi, wapo wengine kwa ajili ya kujiuza, lakini unakuta mwingine yupo busy na kazi kwa ajili ya kutafuta kipato. Ya kwenye swala la kuuza baa, sijui kwa mabarmedi, jinsi watu wanavyochukuliaga inakuwa tofauti. Sio kitu kibaya, isipokuwa binadamu sisi ndo tunaharibu hilo jina. Yeah. Wanasema kazi nzuri jina baya. Ndio. Okay. Mtu anayejiuza kwa upande wako unamtafsiri katika engo gani? Yaani unamuona ni binti au ni mwanamke wa aina gani mtu ambaye anajiuza? Mwanamke anayejiuza sijui nitafsiri vipi, nashindwa kuelewa. Kwa wewe kwa unavyofahamu. Yaani kule ni kujishusha kwanza hadhi ya mwanamke, na sijui ni kukata tamaa au vipi. Nashindwa kuelewa kwamba ni mtu amekata tamaa kwamba hawezi maisha yake bila kufanya hivyo. Ni vitu ambavyo nashindwa kuvielewa. Vinaumiza sana kichwa. Yeah. Okay. Hizo ni utangulizi tu mtazamaji wangu, nilikuwa nataka tufahamu machache. Ana mkasa mzito sana ambao pengine utaenda kufundisha na kukuelimisha kwamba dunia ipo kwenye engo gani au dunia ipo kwenye wakati gani. Safari yako ya Oman, kwa mara ya kwanza unaondoka, kabla hujakutana na chochote kile Oman, ulijisikiaje kipindi unajiandaa mpaka unasafiri unapanda ndege na nini? Ulijisikiaje? Kiukweli nilikuwa na furaha kusema kwamba naenda kwenye nchi fulani.